Asawa bwanga nyeti hizo nyeti zihamila zimpumbuka mtoza kaita nyeti mame nyeti zihamila zimpumbuka mtoza kaita zihamila zimpumbuka mtoza kaita nini zihamila zimpumbuka mtoza kaita zihamila zimpumbuka mtoza kaita iyo. Safi kabisa vijana, safi. Naona mko na bashasha la kutosha, nguvu ya hali ya juu. Vijana watu wa vizazi mpo? Bwiru 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 bwiru. Sasa bwiru gani Zumbe tena, mbona unaanza kunitisha we baba we? Bwiru Zumbe, bwiru gani Zumbe, unanitisha wewe? Mimi nitaondoka hapa niende nikapumzike zangu, mnanichosha. Kwa sababu mimi sasa nahangaika hivi kwa sababu nataka kulitatua hili tatizo haraka. Linaenda kuharibu vizazi vya wanaume wengi. Mimi mkiharibika wote wanaume mimi nitakimbilia wapi? Zumbe, hebu achana na bwiru basi, tuzungumze hili swala tunalifanyeje liishe. Yaani bwiru ni hali ambayo naisikia kwa sasa hapa nilivyokuwa, kwa sababu nahisi yule bwana mdogo kanchukulia nyeti yangu hali ya kwa nilikuwa na upwiru. Sasa nahisi kidudulu hiki alichokibakiza kinasimamia ukucha kwa ndani. Bwiru we bwiru kizazi we bwiru. Zumbe, wewe ni mwanaume unajua unapaswa kujikaza kama mwanaume, halafu kama kiongozi pia wa mtaa, mjumbe ambaye tunakutegemea kwa matatizo yote ambayo yanatokea hapa mtaani. Sasa kama wewe mwenyewe hivyo ndo unalialia hivi, unadhani kutapatikana suluhisho kweli? Mimi nitatafuta namna ya kuwasaidia, lakini before ya hayo yote ya kuwasaidia mrudi katika hali zenu, nyeti zenu zirudi, lazima kwanza tufanye namna hapa ya kutangaza mtaani, wanaume wawe jamani, wawe aware, wawe wanaweka tahadhari katika hilo jamani. Kama wanaume wote watakuwa hivyo jamani, mimi nitakimbilia wapi? Na unajua kabisa mjumbe, mimi mtu wa mitikatika, mtu wa miti. Sasa kama miti yote itakuwa inafyekwa mtaani jamani, mimi nitakimbilia wapi nyie? Sasa kumbe wewe naye Bikachala, kumbe unakaa umalaya fulani hivi kakikulanina. Huo nao ni umalaya tu. Kumbe mitikatika yote hiyo kuja kunitilia kelele hapa, kumbe unataka nifanye protection ili watu wengine wasitolewe kizazi wakati changu mie kishachukuliwa. Hilo swala haliwezekani. Mie hadi kizazi changu kirudi ndipo nitakapoenda kuambia watu wengine wajilinde. Nitawapa tahadhari pale ambako mzigo wangu warudi. Wanrudishie mzigo wangu alochukua. Mtafute yule kijana ana upana hivi na ndevu mbili zimechuchumia. Mtafute yule anrudishie kizazi changu, ndipo nitakapo waambia watu wengine wajilinde. Lakini siwezi kufanya ukulanina wa namna hiyo. Kizazi changu mie, kizazi changu mie. Bikachala niache kwanza, hebu ondoka. Nenda katafute suluhisho kwanza. Mtafute yule kijana ajarudishe. Mtafute kijana ajarudishe mzigo ule. Huo muda sina kwa kweli. Kama umeshindwa kwenda kuwatangazia vijana ambao ndugu zao tunazitaka 24 hours marijani, basi tena mimi siwezi kukusaidia kwa lolote. Yaani mimi niende nikahangaike kumtafuta aliyokuchukulia kizazi eti nimlete aje arudishe. Kwa kazi gani? Sina maslahi nacho. Kizazi chenyewe kimezeeka hicho. Acha tu kiende. Acha kiende, mwenda kwenda. Ondoka katika nyumba yangu Bikachala. Nisije nikakujazia watu hapa, baadaye niwaambie kwamba wewe ndio umenichukulia kizazi changu. Wakukongote hapa wakumalize. Ondoka. Oye kizazi. Mame kizazi. Dieku. Kizazi mbwiru. Kizazi Dieku. Ukulanina nimefanyiwa. Kizazi Dieku. Nikifanya Dieku. Angalau najisikia ahueni. Naona kama charudi, lakini kila nikichungulia kile kizazi ndo kimepotea kabisa. Dieku. Wa vijana watu wa nyeti mpo? Mbwi sio mbwi. Hai sio hai. Safi kabisa. Vipi? Kazi inaenda vizuri Ndiyo mkulu, kazi inakwenda vizuri kabisa kama ulivyotutuma. Lakini sasa tayari tushaanza kuzua taharuki huko mtaani. Watu wameanza
kugundua baadhi kwamba kuna watu wanatoa watu vizazi. Japo ndio hivyo tunafanya kwa tahadhari, kwa sababu si unajua tena watu walivyo, unaweza ukakamatwa akakupiga akakumaliza. Kwa hiyo kazi inaenda vizuri na tayari tushabeba baadhi ya nyeti tunazo mkuu. Alafu mkulu bwana, ugumu wa kazi pia upo sometime. Unamtoa mtu kizazi vizuri, anaanza kutia kelele, jamani nimetolewa kizazi. Sasa wengine mbio hatuna. Sasa ungefanya namna hata kutusaidia namna nyingine ambayo labda tunaweza tusionekane, ili mradi tu tupate urahisi kwenye hii kazi. Maana sasa taharuki ni kubwa huko mtaani. Baadaye watatukamata sisi, watufyatue kizazi pia, watumalize kabisa, watuue. Hakuna hiyo, haiwezekani. Ndio maana nikayaita ni masharti. Siku zote masharti ya mganga yanakuwa ni magumu. Yanakuwa magumu kiasi kwamba unatakiwa ujihatarishe we mwenyewe, unaweza ukafa muda wote, ili mradi tu masharti yatimie. Kwa hiyo pigeni kazi vijana. Nyinyi mnataka ubilionea? Mnataka kuwa na pesa nyingi, matajiri? Kapigeni kazi, nendeni mkafyatue vizazi vya kutosha. Wingi wa vizazi unavyofyatua na kuvileta hapa ndio wingi wa mali utakayokuwa unazipata. Kwa hiyo nendeni mkapige kazi, kachakazeni, fyagieni vizazi vyote mtaani. Hakikisha unafyagia vizazi bila kumonea mtu huruma, sawa? Hakuna namna nyingine mjombe. Nendeni mkayapambanie maisha yenu. Kwa maana kizazi chako ndio utajiri wako. Unavyokuwa unaniletea vizazi vya kutosha, ndivyo pia na mimi nitakuletea pesa na mali za kutosha. Kwa hiyo nenda kafyatue vizazi, kapige kazi kisawasawa, ukijua kwamba huo ndio utajiri wako. Nendeni vijana mkafanye kazi. Vipi mke wangu, umefanikiwa? Sijafanikiwa kwa lolote lile. Na kibaya zaidi, mjumbe mwenyewe pia hana kizazi, wamemcholomoa. Na hadithi yake haina tofauti kabisa na yako. The same. Yaani vile ulivyoniambia kwamba umekutana na mtu akakushika ghafla, balafu mara kizazi hakipo. Hata yeye pia hivyo imemtokea. Sasa tunafanyaje mke wangu? Ndio nini sasa unakifanya hicho Kombo? Unataka kujaza watu hapo nje ili udhalilike? Mimi nataka nyeti yangu. Sauti nayo inakata. Nataka nyeti yangu mke wangu. Ili bwabwa kweli hivyo umechanganikiwa Wewe umechanganikiwa Kombo. Mimi ndo nimechukua. Eti nataka nyeti yangu mke wangu. Mimi ndo nimekuchukulia hiyo nyeti. Si wewe mwenyewe na ubwibi wako kutembea mtaani ukuzulula ovyo. Mimi sina nyeti hiyo ya kukurudishia. Wewe kaa hapo tulia kwanza, mimi niwaze cha kufanya hapa nikusaidie. Samahani mke wangu, I'm confused. Nachanganyikiwa. Yaani mimi wakubaki na nukta. Mimi wakubakishwa na nukta kweli. Ulijali wangu umekwisha. Kombo mimi mtu ambaye nilikuwa na mguu wa mtoto kati ya miaka 2 hadi 5, lakini saizi nimebaki na nukta. Mke wangu, nenda katafute mganga ndo anaweza kunisaidia hii hali karudi, kwa sababu yule bwana ambaye amenitia hiki kilema sijui kama atapatikana na hawezi kukubali hata kidogo. Ni sawa tu, mimi nimekuelewa. Nitakutafutia huyo mganga. Nitamtafuta mganga, nitamleta hapa hadi nyumbani hapa aje akusaidie. Au la, kama hawezi kufika nyumbani, basi mimi nitakupeleka huko kwa mganga. Lakini nikwambie kitu kimoja, leo kwa kweli mimi siwezi kutoboa. Sitoboi kabisa, hii siku haiwezi kuisha hivi bila kula mbungo. Kwa hiyo usishangae mimi natoka hapa saa hizi, usishangae baadaye narudi hapa na jana mume la shoka. Siwezi kukaa hivi, mimi siwezi. Yaani mimi mdhaifu sana kwenye hayo mambo, mdhaifu kwa kweli, sitaweza. Usinifanyie hivyo mke wangu, nitajisikia wivu. Ndo huna kizazi. Mke wangu, mama chanja, kipenzi changu. Koli ya menye. Aisee, samahani blaza kwa usumbufu Nilikuwa naomba unisaidie lifti. Lifti unaelekea wapi? Hapo juu tu kijiweni. Nakaribia ila nikaona kwa sababu nimetembea sana kutoka kule chini Mkwajuni, kasema huyu mshikaji hapa ni muombe ili anisogeze kwa sababu nimekula koko sana, nimechoka, miguu inauma. Naona umevua dishati nini, una sweat. Pole sana bro. Ingia kwenye gari tuondoke.
Sasa mbona unanishika bega bro? Unamaanisha nini sasa mjomba? Hebu kwanza nishushe anko, najishikia kichefuchefu, shiko sawa. Nikushushe vipi wakati umenishika bega? Alafu nikiangalia mazingira yangu hayako sawa. Nyinyi ndio mnaiba nyeti za watu, si ndio? Umepita na nyeti yangu, si ndio mjomba? Acha ungenishusha basi, simamisha gari mjomba, tukae chini tuzungumze kama wanaume. Kwani tukizungumzia humu kwenye gari tunakuwa wanawake? Humu tunazungumza pia kama wanaume. Wewe umeondoka na nyeti yangu, kwa nini unishike bega? Alafu naona mazingira tayari yashakauka. Oya bro, mimi nitakupeleka kijiweni kwa wauni wakakubonde. Wewe ndio unachukua nyeti za watu wewe. Kashapita na nyeti yangu, sikushusha hapa bro. Kama unaweza kuruka kwenye gari ruka, lakini mimi siwezi kusimamisha gari wala siwezi kukushusha chini wewe. Bro, nakuomba tena kwa msisitizo, simamisha gari unishushe. Nitapiga kelele humu ndani kwamba unanibaka upate kesi ya ulawiti. We piga, kama ni kelele piga. Mimi sikushushi. Na nyeti yangu utanirudishia na lazima nikudrop kwa watu niwaambie kabisa kwamba wewe ndio wewe, rumors zimesikia mtaani kwamba unachukua nyeti za watu. Watu kibao wanalalamika saa hizi nyeti zao zinachukuliwa. Kumbe ndio wewe. Sasa mimi nakwambia hapa hashuki mtu na lazima nikakusedelee kwa wauni. Nyeti yangu utanirudishia tu. Fala sana wewe. Nirudishie nyeti yangu brother. Nirudishie nyeti yangu.